Baada ya kifo cha mume wake, Violet Gate anaamua kumove on na kuanzisha mahusiano mapya. Leo ndio ilikuwa siku ya kuonana na mpenzi wake mpya, yani date. So bibi alihakikisha anavunja kabati na anapendeza kweli kweli. Wow, alipendeza sana. Hata mtoto wake naye alikubali. Bibi akasepa kuelekea kwenye date na akamwacha mtoto wake chini ya uangalizi wa dada yake mdogo Jen. Violet anawasili kwenye mgahawa wa nyota 5 wa Palette na anakutana na Harry kwa mara ya kwanza. Wawili hao wanaketi kwenye eneo walioandaliwa na Matt anakuja kuwahudumia. Kama unavyojua penzi jipya, vicheko na stories za hapa na pale zikaendelea. Basi bana, wakati wanaendelea kuzungumza na kufahamiana, Violet anapokea drop zenye ujumbe wa ajabu. Anajaribu kuzipuuza, lakini kadiri muda unavyozidi ndivyo zinavyoendelea kumiminika, na kilichozidi kumpa hofu bibie ni dhahiri kuwa huyo mtu anayemtumia ujumbe anamfahamu vizuri sana, kwani hata jina lake analijua. Harry anamuuliza kuna nini. Violet anamuonyesha zile drop Harry, lakini Harry anamtuliza na kumwambia huenda kuna mtu kati yao anamtania tu. Sawa, hebu tuendelee na yetu. Haukupita muda ukaingia ujumbe mwingine, na safari hii ulimtaka aangalie mifumo yake ya usalama. Violet anaangalia kamera, anashuhudia mtu mwenye bunduki alijifunika uso akivamia nyumbani kwake na akamfungia Toby ndani ya chumba chake. Bana, binti alichanganyikiwa sana. Lakini ujumbe unaingia tena na unamtahadharisha kwamba asimshirikishe mtu yoyote wala asithubutu kuondoka, kwa sababu akifanya hivyo mtoto wake Toby atauawa. Anainuka anaenda chooni na huko anajaribu kuomba msaada kwa mabinti, lakini onyo linakuja tena. Sasa atafanya nini?